Mtazamaji wa Wasafi Digital, leo nipo hapa katika kata hii ya Sigino iliyopo wilayani Babati mkoani Manyara, na lengo la kuja hapa ni kuja kushuhudia maajabu yaliyopo katika kisima hiki maarufu kama kisima cha Mungu. Na kisima hiki kina ukubwa takribani ekari 20, lakini urefu kwenda chini ni zaidi ya futi 30, na nimeamua kuja hapa kutembelea katika eneo hili, lakini pia nitazungumza na baadhi ya wanakijiji ambao wanaishi katika eneo hili kuja kufahamu zaidi maajabu yaliyopo katika kisima hiki cha kisima cha Mungu. Kwa majina naitwa Paulo Huseni, mwenyekiti wa kijiji cha Sigino. Kama unavyoona mwenyewe, kweli ni maajabu na ni kisima cha Mungu, kwa sababu eneo hili limezungukwa na mlima wote. Kama unavyoona ni eneo ambalo ni la pekee. Kweli kwa uhalisia siwezi kuzungumza, lakini niliyoyakuta ndo niliyoona. Toka nimezaliwa nimeona tu eneo hili liko hivi, lakini haya maji yalitokea mwaka 90. Baada ya maji haya kutokea mwaka 90, ni baadhi ya watu walijiunga kama kikundi, basi wakakaa wekeza samaki zao hapo, basi wakaendelea kuvua. Lakini mwaka 96 serikali ilitaka kupata mapato kupitia eneo hili, lakini wale wana kikundi walikataa kutoa mapato eneo yote, kwamba walidai kwamba hii eneo ni la kwao na wameweka samaki wao, basi hawataweza kutoa kipato chochote ndani ya kijiji. Lakini wananchi walichukia na wazee wakakaa, basi baadaye wazee walichukia na haya maji yakapotea. Yalipotea mwaka 96. Haya maji yamerudi mwaka 2000. Mimi baada ya kuingia madarakani mwaka 2000 nilikaa na wananchi na baadhi ya wazee tukazungumza kuhusu jambo hili, lakini wazee walisema kwamba sisi kama wazee tuna maombi yetu. Lakini mimi sikutaka tu wazee pekee yao waombe, niliwashirikisha na watu wa imani mbalimbali. Nikasema nyinyi kama wananchi wa Sigino, kila mmoja aombe kwa imani yake. Wachungaji walikuja kuomba, mashehe walikuja kuomba, wazee waliomba, basi haya maji yakatokea. Lakini baadhi ya watu wameletea ushuhuda. Kuna mchungaji mmoja anaitwa Fabian Kombe ameletea ushuhuda kama yeye kama mchungaji kwamba alifika eneo hili akaomba na akaja kumshukuru Mungu kwa maji yalivyotokea. Na pia wazee naye pia wameniambia sisi kama wazee pia tumeomba Mungu na tumeshamshukuru tena Mungu tena. Mwaka 2000 ilionekana ni maji kidogo sana, lakini 2021 ndio maji sasa yakaanza kutokea kabisa. Tena ni kipindi cha kushangaza, ni kipindi mvua zimeisha. Maji haya yanaonekana sasa kuongezeka zaidi. Kama unavyoona sasa hivi ni mwezi wa 8 na maji haya yanaendelea kuongezeka. Ni maajabu ya Mungu. Kisima cha Mungu hiki tumekiita baada ya mwaka 90 maji haya kutokea, lakini kwa zamani eneo linaitwa eneo la Masomba. Kwa hiyo kilugha sisi Masomba ni vijana. Kwa hiyo sasa eneo hili likawa linaitwa kwa ajili ya wale vijana ambao inaonekana kuna vijana wengi sana walikufa hapa wa jamii ya Kiberebaigi wa Mangati. Kuna miaka ya nyuma kulikuwa na vita. Sasa wakati ule wa vita wale vijana walikuwa wanajificha huku usiku, mchana wanaenda kupiga vita. Kwa hiyo nilikuwa ni eneo lao la kujificha. Unavyoona kama kule kuna mapango makubwa sana. Kwa hiyo vijana wale walikuwa wanatumia mapango kujificha, lakini walikuja kuingiliwa na adui zao wakaua basi wote kwenye maeneo haya. Kwa hiyo wakaitwa jina la eneo la vijana. Sababu ilichotuvutia sasa tuite kisima cha Mungu ni mwaka 90 baada ya maji kutokea, basi tukaita eneo hili ni kisima cha Mungu kwa sababu haya maji ni maji ya miujiza. Kwa hiyo hapo tukasema ni jambo la kumshirikisha Mungu, tukasema basi ni kisima cha Mungu kwa maajabu haya. Sisi kama serikali baada ya maji haya kutokea, kwanza tukakutana na wananchi pamoja na wazee, tukishukuru kwa pamoja, na mimi niliwashukuru wale watu waliokuja kuomba na kwa imani tofauti. Lakini pia nikaja kuleta serikali yangu ya kijiji, tayari imeshatembelea eneo hili, imeshakagua na imeshakuta ni zaidi ya eka 25 maji haya. Lakini sasa kama serikali tunataka kuwekeza, tayari tumeshakaa na wananchi, tunataka tuwekeze samaki hapa wao wa kijiji, ili watakaovua basi kijiji kiwe na pato kupitia kisima hiki. Kwa hapa unavyoona mtangazaji, kama eneo lile la pale katikati ambalo halina hata kuruili moja au jani lolote, pale ndo kina kirefu ambacho kiko pale, kinasadikika ni kina ambacho kimetokea ziwa Mwanza kwa wataalamu wanavyoelezea. Pale hata ndege hawaendi sana, na hata nadhani hata majani pale hayaoti. Kwanza mimi nawashukuru sana nyinyi watangazaji, mmefika mpaka eneo hili. Sasa nadhani serikali yetu kuu itafahamu kwamba huku Sigino kuna maendeleo yanahitajika. Sisi kama kijiji tuna changamoto ya barabara. Eneo hili unalivyocheki kuna milima mikali na kuna mawe. Itakiwa kama inawezekana basi tuchongee barabara ili watalii waweze kufika. Lakini sisi kama kijiji muda sio mrefu sasa, kwa kuwa tunataka kuwekeza, lazima wananchi watengeneze barabara kwanza kwa majembe. Baadaye basi serikali kitunga mkono itatusaidia. Kwa majina mimi naitwa Yusuf Dai. Kwanza hapa panaitwa kisima cha Mungu. Ni eneo ambalo ni nadra watu kufika, kwa sababu kama unavyojua wengi huwa hawana ile hamasa ya kutembelea maeneo ambayo ni vivutio vya kitalii. Na mimi nimefika mara kadhaa hapa, japo kwa nyakati tofauti.
na kuna wakati nimeshafika hapa maji haya yalikuwa hayapo. Lakini inasemekana kuna imani ambazo zinafanya maji haya kwa wakati mwingine yalikuwa yamepotea na sasa yamerudi. Kuna imani hiyo kwa wakazi wa maeneo ya eneo hili kwamba wazee wanakuwa walichukia na ndio maana maji haya yakaweza kukauka, na maji haya sasa hivi yamerudi kama unavyoweza kuyaona. Kuna wakati maji haya yalikuwa yamekauka kabisa, na katika eneo hili limeitwa Kisima cha Mungu kwa sababu ya maajabu hayo. Maji huwa yanakauka, yanakuwa yanapotea kabisa, na sasa hivi unaona ni kiangazi, lakini eneo hili ni kijani kabisa, na kama unavyoshuhudia maji ni mengi, maji safi. Na wakazi wa eneo hili, kijiji cha Sigino tuseme hapa halmashauri ya mji wa Babati, wengi wao ni wafugaji katika eneo hili la kijiji cha Sigino, wanateremka hapa kuja kunywesha mifugo yao. Mifugo inakuja hapa, inakuja na kunywa maji, alafu wanapanda juu. Sasa kama unavyoona kuona eneo hili ni kama bakuli, ni kreta ya aina yake, inavutia. Kwa hivyo ni mahali pazuri kuja kutembelea na kuja kupumzika.